I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever Upo slow. katika site au channel ya Dr. Chris Mauki ambayo unafahamu kabisa kwamba inakupatia vitu ambavyo vinakusaidia kuboresha maisha yako katika maeneo ya mahusiano, ndoa, familia na hata maendeleo binafsi au personal development. Leo ninataka nizungumze na wewe kuhusu mahusiano. Na topic ninatamani kukufundisha ina jina zuri. Kwa mazingira haya mumeo anaweza kuchepuka. Kwa mazingira haya nitakayokuambia mumeo anaweza kuchepuka, au unaweza kusema mazingira hatarishi kwa mume kuchepuka. Mazingira hatarishi kwa mume kuchepuka. Kwa mazingira haya kuna uwezekano mkubwa sana mume wako akachepuka. Ni vizuri ufahamu kwamba pamoja na kwamba ninakubaliana na tafiti na experience kwamba mara nyingi mwanaume anaweza akachepuka au akakosa uaminifu katika ndoa pasipo sababu yoyote. Yaani si kwamba pendi mke wake, si kwamba pendi familia yake, si kwamba yuko tayari kuipoteza, si kwamba ameshaichoka au hapendi ile ndoa. Hapana. Lakini wanajikuta wamechepuka kwa sababu mara nyingi wana udhaifu katika kudeal na hisia zao wenyewe, na mara nyingi wanaendekeza. Lakini pia kwa sababu imeshazungumzwa sana, watu wanafikiri kwamba ndivyo ilivyo na ndivyo inavyotakiwa kuwa, ingawa sivyo. Haijustify kwamba kukosa uaminifu kwenye ndoa ni kitu kizuri au ni kitu cha kawaida ukiacha. Hapana, kina athari kwenye ndoa, kinavunja ndoa, kinaleta maumivu, kinawaumiza sana wake zetu, na ni kitu ambacho kila mwanaume anatakiwa kukishughulikia na kuhakikisha kwamba hakitokei kwenye maisha ya mahusiano yake, kwa sababu athari zake ni kubwa. Lakini pamoja na ukweli huo, ziko tafiti ambazo pia zimeona na vitabu vimeandikwa kwamba yako mazingira ambayo pamoja na kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanachepuka na kukosa uaminifu bila sababu yoyote, lakini wapo ambao wanachepuka kwa sababu, wako ambao wana sababu. Na ukiongea nao kwa experience ambayo nimekutana nayo katika kushauri watu kama mshauri wa kisaikolojia kwa miaka mingi sasa, nimekutana na vitu kama hivyo. Nimeconfirm baadhi ya findings ambazo nimezisoma katika vitabu fulani kwamba yako mazingira ambayo yanaweza kurahisisha mwanaume akakosa uaminifu kwenye mahusiano yake. Yako mazingira haya. Naomba leo nikupe mazingira 4 ambayo kama wewe ni mwanamke na unafahamu una tabia mojawapo au una mazingira mojawapo kama haya, ingawa mojawapo yamkini simuhusu sana mwanamke. Kama unajifahamu uko katika area hizi au mazingira haya yako katika mahusiano yako, yashughulikie mapema, kwa sababu unaweza ukahatarisha ndoa yako. La kwanza ni pale ambapo kuna ukosefu wa unyenyekevu. Pale ambapo kuna kukosekana kwa unyenyekevu, lack of submission. Kwa nini? Kwa sababu kiasili Mungu amemtengeneza kiumbe mwanaume, anategemea, ana expect kuona mwanamke mnyenyekevu, mwanamke mwenye nidhamu, mwanamke mwenye kushuka, mwanamke aliye tayari kuheshimu. Sasa pale inapotokea mwanaume huyu amekutana na mwanamke ambaye hayuko tayari kuonyesha submission, hayuko tayari kujinyenyekeza, ego ya mwanaume inashindana na ile hali. Kwa hiyo ndani yake kuna uwezekano mkubwa akatafuta mwanamke au akawa na mwanamke ambaye ana solve lile tatizo lake. Na ndio maana mara nyingi nimekuwa nikiwaambia wanawake wengi sana, pamoja na kwamba mume wako anaweza akawa na mchepuko, ukifanikiwa kufahamu yule mchepuko, ukikuta kwamba ameenda kwenye mchepuko wa chini yake ambao unaonekana anaheshimika zaidi, basi au anapewa nafasi zaidi au anakuwa served zaidi, kuna possibility amekosa hicho kitu katika mazingira yako. Na addition to that ni kwamba mara nyingi unaposubmit lazima uweze kuserve.
Mwanaume ametengenezewa, anatamani kuwa serve, anatamani kuhudumiwa. Sasa pale anapokosa huduma hizi, yeye hutafuta pa kuzipata huduma hizi, na kuna uwezekano mkubwa sana akazitafuta nje ya mahusiano yako. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni pale yanapotokea mazingira ya yeye kuhisi hofu ya kushindwa au hofu ya kuzidiwa. Anapohisi ndani yake, sasa kumbuka, huwezi kuona hili jambo, alionekani kwa macho, lakini kama anahisi ndani yake hofu ya kuzidiwa na hofu ya kushindwa, Kiingereza inaitwa inferiority complex. Anapohisi sasa hili jambo, unawezekana wewe mwanamke hujachangia kwa namna yoyote. Yamkini umesoma, una shule yako nzuri au una kazi yako nzuri na huna shida yoyote na huna useme maneno mabaya, lakini una hizi qualities. Yeye kwa udhaifu wake anahisi unamshinda, anahisi unamzidi, anahisi unakwenda juu yake, anahisi anakaliwa. Hiyo ni fakta mojawapo. Huyu mwanaume anaweza kuchepuka, huyu mwanaume anaweza kenda nje ya mahusiano. Na ngoja nikwambie, tafiti zinasema baadhi ya wanaume au good number, namba kubwa ya wanaume wenye wanaosuffer inferiority complex, wanapochepuka wanakwenda kwa wanawake walio chini sana kiuwezo kuliko wake zao. Wanakwenda kwenye wanawake walio wana hadhi ndogo sana kuliko wake zao. Na hawa ndio wanaume ambao unaweza kusikia katembea na mdada wa kazi, katembea na mdada wa kazi wa nyumba ya jirani, anakwenda kwenye hadhi ya chini sana. Kwa nini? Ego yake inatamani kwenda kwenye maeneo ambayo yeye ndio anaweza akadominate, yeye ndio anaweza akaonekana ana rule out. Na kwa kukusaidia tu wewe binti, ikiwezekana, kwa mfano una shule kubwa nzuri kuliko mume wako, una kipato kikubwa kuliko mume wako, una exposure kubwa kuliko mume wako, au umetoka katika mazingira na familia bora kuliko mume wako, ili kupunguza inferiority complex yake, kwa sababu mazingira haya yanaweza akanyanyua inferiority complex yake na akabehave kama nilivyokuambia. Jitahidi sana kuongeza level ya unyenyekevu wako. Jitahidi sana kuongeza level ya unyenyekevu wako. Vile vitu ambavyo ndani yake angehisi usingefanya kwa sababu ya shule yako, fanya. Vile vitu ambavyo angefikiri usingekwenda kwa sababu ya level yako, nenda. Yale mambo anafikiri kwamba usingeshiriki kwa sababu ya uwezo wako na exposure yako, shiriki. Yale mambo ambayo angefikiri kwamba usingekubali kwa sababu ya level yako, kubali. Ili improve wrong, unaweza ukashusha level yake ya inferiority complex. Wako watu ninawajua, wako watu nimekutana nao ambao wana level kubwa, wamewashinda wanaume wao katika kila kitu, lakini bado wamesimama katika nafasi zao kama mke na kama mama, na hakuna inferiority complex yote kwa mume. Jambo la tatu ni pale ambapo kuna changamoto inayohusu tendo la ndoa. Sasa naomba nikwambie, kwa sababu ya asili ya mwanaume kufunction kwa kupitia au kwa kusaidiwa na tendo la ndoa, si kwamba they want sex but they need sex, kwa sababu tendo la ndoa kuwa ni kitu muhimu sana kwa mwanaume. Pale ambapo anakutana na changamoto zozote kwenye tendo la ndoa na kwenye ndoa yake, kuna uwezekano mkubwa sana, hata kama alikuwa ana uwezo wa kuvumilia, akashindwa kuvumilia, akajikuta anatoka nje ya ndoa. Nimekutana na wanaume wengi sana, wakati naongea nao wanajuta sana, wanaumia sana, wananiambia, Dr. Chris, naomba unisaidie kwa sababu siamini kabisa kwamba nimefanya kitu kama hichi. Mimi sio mtu wa hivi, sikuwahi kupanga, sikuwahi kutamani. Lakini unamwambia kwa nini? Nakwambia kuna kitu napitia kwenye ndoa yangu ambacho kinanifanya nashindwa kustahimili. Sasa changamoto hizi zinaweza zikawa za aina nyingi. Inawezekana ikawa ni mazingira ya viungo vyenu vya kutofautiana kwa aidha ukubwa au vyovyote kuhusu viungo vyenu vya tendo la ndoa, lakini pia inawezekana ni usafi wa maeneo hayo. Kumbuka, mwanamke anapokuwa ana changamoto ya usafi, kuna vitu ambavyo mwanamume anategemea au anapenda kufanya, anaweza akashindwa, kwa ikawa ni changamoto. Lakini vile vile pale ambapo mwanamke anaweza kuwa na shida ya kisaikolojia ambayo ni ya ukosefu wa hamu ya tendo la ndoa, yani disorder ya kushuka kwa ile sexual arousal au sexual arousal disorder, tunaita mara nyingine female sexual arousal disorder. Mwanamke anashuka sana uwezo na kiu yake ya kufanya tendo la ndoa. Akifanya mara moja kwa miezi miwili anaona ni sawa, wakati mwanamume yeye anafanya mara moja kwa wiki anaona haifai, bado haitoshi, lazima kuna shida sana. Lakini pia inawezekana ni uelewa au ujuzi, ndio maana ni
vizuri kuwa na watu ambao wanaweza kulearn vitu tofauti styles na vitu kama hivyo. Sasa unapokuta mtu mwingine au mwanamama ambaye hawezi kulearn, anachojua yeye ndio hicho, na ukimrekebisha na kwambia umejulia wapi, hataki kujifunza, hataki kitu chochote, mwisho wa siku wanaume ambao by nature ni explorative, ni wanapenda kuexplore, atapata shida, lazima atapata shida kwa sababu hawezi. Lakini pia unaweza kukuta unafanya tendo la ndoa na mke ambaye ni kama mama yako au ni kama mwalimu. Yeye anakuelekeza kila kitu, anakucontrol kila kitu, anataka kila kitu kufanya kama anavyofanya yeye. Mwisho wa siku ile tendo haliwi pleasurable, haliwi adventure, linakuwa kama mojawapo ya zoezi la jeshi. Haiwezekani. Changamoto kama hizo lazima zisumbue sana tendo la ndoa, na huyo mwanaume ni ngumu sana kubaki katika eneo hilo. Na mwisho kabisa, jambo la 4 ni pale ambapo kunakuwa na mazingira ya gubu. Mwanamke mwenye gubu, mwanamke anayelalamika, mwanamke anayeongea sana, na basi maneno haya kuongea sana yakawa ni maneno ambayo ni negative, mwanamke mwenye kushusha hadhi, mwanamke mwenye kejeli, mwanamke mwenye matusi, mwanamke mwenye complaints, mwanamke wa namna hii ana uwezekano mkubwa sana wa mume wake kwenda nje ya mahusiano yao. Kwa nini? Kwa sababu by nature maneno ambayo ni negative yana block receptive ability, uwezo wa ubongo wa mwanaume kupokea au kuchukua, na ndio maana hawezi kulearn mwanaume wakati ambapo kuna maneno makali, maneno frequent, maneno ambayo ni ya kulalamika na vitu kama hivyo. So wanawake wengi wanashindwa kujua, wana complain, mwisho wa siku hata hamu ya kufanya tendo la ndoa ile mume wake inakwisha. Ndio maana unaona tuna ndoa wengi sana ambao wanalala kitanda kimoja, wanalala bila nguo, lakini mwanaume hasikii chochote, na mke anashangaa, wewe mwanaume unakuwa na wanawake, haiwezekani. Mara nyingi ni kwa sababu ya maneno sana na nguvu sana na lawama sana na vitu kama hivyo. Mazingira haya yatakusaidia kubadilika na kurekebishika, na mwisho wa siku uweze kuiokoa ndoa yako kwa kuponya eneo lako la tendo la ndoa. Ninaitwa Dr. Chris Nauki.